simu asubuhi na yule ambaye alikuwa ni seneta wa Nairobi, Seneta Kwamboka, akiniambia kwamba kuna dhulma ya jinsia iliyofanyikia mmoja wa wasichana wa Kisii katika eneo hili. Yaliyojiri ni kwamba ule msichana walikutana na mchumba wake katika Facebook, wakazungumza, wakapendana, kisha hali ya mapenzi yakaanza. Yameendelea vizuri mpaka wakati jamaa alipotoka pale Marekani akafika huku. Alipofika huku ilikuwa ni minajili ya kumchukua yule mchumba wake kumjulisha kwa mama mkwe na baba mkwe. Lakini alipofika pale ule jamaa alipinduka akawa mfisi, akamtandika ule mwanamke, akamrarulia manguo, akamgonganisha kichwa kwenye sakafu na kwenye ukuta. Kisha yale majeruhi alipotoka pale akamweleza mama mkwe, mama ya kijana. Basi kijana akapanda na mori, kwa nini mpenzi wake anamjulisha yule ambaye ni mamake. Akawatandika wote, mamake na msichana yule. Kisha akachukua kopo la maji lililokuwa na maji yaliyokuwa yamechemka kumwagilia ule mpenzi wake. Ule mpenzi wake akadaka kidogo, yale maji yakampata mama ya ule kijana. Mama aliweza kuchomeka vibaya na amekuwa hospitali mpaka alipotoka hospitali jana. Ule ambaye client wangu pia aliweza kuchukuliwa polisi hospitali akaachiliwa. Mambo haya yaliripotiwa katika kituo cha polisi cha Msuchu, lakini kwa sababu mambo haya ni mazito yakaletwa katika eneo la DCI Kisii. Nimekuja kujua kwa nini mambo haya ule mtu hajashtakiwa. Polisi wamenieleza kwamba hawangeweza kwenda kuchukua statement kwa wagonjwa walikuwa hospitali, na hiyo ndio sheria, nimekubaliana nao. Pili, alipoachiliwa ule client wangu wamechukua statement na P3. Wameenda sasa kuchukua statement ya ule mama na P3 yake itajazwa. Kisha wamemwandikia Director General wa Immigration aweze kujua kwamba ule ambaye inakisiwa kwamba ndiye alifanya dhulma hii alitoka Marekani lini, asharudi Marekani ama yuko hapa. Kwa hivyo kama yuko hapa, polisi wataanza kumsaka katika taifa la Kenya. Kama alitoka, polisi watashirikiana na kile kitengo cha Interpol na taasisi zingine za serikali kuweza kumleta kule hapa. Faili itakwenda kule kwenye director ofisi ya mkuu wa mashtaka, Director of Public Prosecution. Tunatarajia siku ya Jumatano Alhamisi ile faili itafika pale, na ule director akikubali kwamba uchunguzi uko kamili, basi faili itafika polisi, itafika mahakamani, na tumesema kwamba kesi hii haitafanyiwa kokote, itafanyiwa katika Kisii, sababu janga lilifanyika hapa, washahidi wako hapa, vyombo vya habari viko hapa, mahakama iko hapa, na tutaweza kuwa kotini tukishirikiana mimi na polisi pamoja na ofisi ya Director of Public Prosecution kuhakikisha kwamba dhulma za kijinsia, dhulma za kuwapiga wanawake, dhulma za kuwagandamiza wapenzi kwa sababu ni wanawake lazima zitakamilika. Na niko tayari, sababu vile nimesema hapa ni nyumbani, sitataka kuona visa kama hivi vikitendeka katika eneo nililozaliwa. Wale waliodhulumiwa ni dada zangu, na yule kijana aliyetekeleza haya awe tayari kufuatana na sisi mahakamani, na tutahakikisha kwamba haki imefanyika.